Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wakati mzuri tena, siku nyingine uko na mimi mtumishi wako, mtumishi wa Mungu Pastor Lily IPM. Niko hapa kwa ajili ya kutoa neno ambalo Mungu ameliachilia kwa ajili ya maisha yako siku hii ya leo. Mungu anataka kusema na wewe siku ya leo kwa namna vile apendavyo. Kwa hiyo wewe ambaye unanitazama, uko pamoja nami katika ibada hii, Mungu akubariki sana na karibu tuweze kuwa pamoja mwanzo hadi mwisho wa ibada. Lakini kwa kuweza kuwa mweneza injili mzuri, kueneza injili kwetu sisi kwa generation hii, tuko mitandaoni, tuko kwenye hizi platform mbalimbali za mitandao. Kwa hiyo unaweza kuwa unaangalia labda uko YouTube, unaangalia uko Instagram, unaangalia uko Facebook, unaangalia uko TikTok. Tumia hii nafasi kuweza kushare broadcast hii na ndugu, jamaa na marafiki, na wao pia waweze kuwa pamoja nasi katika ibada hii, na hakika Mungu wa mbinguni atakubariki sana sana sana, maana utakuwa umefanya kazi kubwa kwa nafasi yako kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kabla ya kuendelea kuanza na ibada hii, ningependa tuweze kumshukuru Mungu. Tuweze kuanza pamoja na Mungu na kumaliza pamoja naye. Amen. Baba, asante kwa ajili ya wakati huu mwema. Asante kwa ajili ya watoto wako wanaonitazama majira haya. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye anasikiliza ibada hii. Naomba Bwana, lile neno ambalo umeliweka ndani yangu kwa ajili ya kuwafundisha, basi liende likazae matunda, liende likaokoe maisha ya mtu mmoja, liende likamsaidie mtu katika familia yake. Baba, ninakuomba Roho wako Mtakatifu akazungumze kupitia kinywa changu, akazungumze Bwana na watu wako, nao wakapokee sawa sawa na mapenzi yako. Asante kwa sababu tutaanza pamoja nawe na kumaliza pamoja nawe, na kama tuko pamoja, comment hapo amen. Glory to God. Comment amen. Na wakati huu ambao tunaendelea na ibada, ningependa sana uweze kuniandikia jina lako hapo, ukaniambia unaitwa nani na unanitazama kutoka wapi. Mimi naitwa Pastor Lily IPM, mama wa huduma ya Embassy of God for All Nations, lakini nikiwa na huduma ya wanawake inayoitwa Simama Mwanamke. Kwa hiyo karibu sana, uko sehemu sahihi, muda wako hautapotea bure. Mungu anakwenda kusema na wewe kwa namna ya tofauti. Leo nataka tuweze kutofautisha hivi vitu viwili na kujifunza hivi vitu viwili ambavyo inasema hivi unaweza kuandika hapo, au kama uko na diary basi ni vyema ukaandika. Je, unamjua Mungu? Glory to God. Je, unamjua Mungu? Pili, je, unamheshimu? Kuna utofauti wa hivi vitu viwili. Kuna watu wengi sana wanashindwa kutofautisha hivi vitu, na baada ya kutofautisha, matokeo yake yamekuwa ni matokeo ambayo hayaridhishi, ni matokeo ambayo hayafurahishi, yani sio mazuri, kwa sababu ya vitu hivi viwili: kumjua Mungu na kumheshimu Mungu. Kuna mtu anamjua Mungu kabisa, yani anakuelezea Mungu ni 1 2 3, yeye hivi nilivyo ameumba, aliumba 1 2 3, aliumba hichi, anamwelezea Mungu. Lakini tunapokuja kwenye swala la kumheshimu Mungu, hicho ni kitu kingine. Na wengi wanaomjua Mungu halafu wakaliacha hili la pili,
huwa kuna changamoto kubwa sana katika maisha yao. Maisha yao huwa yanashindwa kuwa katika misingi mizuri kwa sababu wameliacha hili swala la pili. Mfano mzuri kabisa, mtoto ambaye amezaliwa na wazazi, uko na baba na mama, unajua kabisa kwamba huyu ni baba yangu mzazi, huyu ni mama yangu mzazi. Unawajua kabisa, yani unaelewa. Na kuna baba na mama wako jirani, unajua yule baba sio baba yangu, ni baba yake na fulani, ni baba yake na Junior. Mimi baba yangu ni Joni, ila Junior baba yake anaitwa Hamisi. Umeelewa? Na unajua kabisa yule mama ni mama yake Joan. Mimi sio mama yangu, mimi mama yangu anaitwa Pili. Unatofautisha, yani unaelewa wazazi wako, unamjua baba yako na unamjua mama yako vizuri kabisa. Sasa tofauti inapokuja au makosa yanapokuja sehemu hii hapa, baba mzazi unayemjua, hichi kipengele cha pili, ili uweze kupata baraka na kuheshimika na kufanikiwa na kuglow kwenye vitu vyako vyote, maandiko yanakulazimisha ya kwamba mheshimu baba na mama yako, ili siku zako zipate kuwa nyingi hapa duniani. Mwanadamu unaweza kukatishwa maisha, unaweza kuwa na maisha mafupi, unaweza kuwa na mwisho ambao sio ule ambao Mungu alipanga uweze kuwa nao, kwa sababu ya kutojua ya kwamba unatakiwa kumheshimu baba na mama yako. Sasa hapa tunazungumzia mwanadamu anaweza kukatishwa maisha, mwanadamu anaweza kuwa na maisha mafupi kama hatomheshimu baba na mama wa duniani. Je, kwenye upande wa Mungu si ni zaidi? Ni zaidi ya wazazi, ni zaidi ya baba, ni zaidi ya mama. Usipomheshimu Mungu ni zaidi ya chochote. Hapa inasema, je, unamjua Mungu? Jibu kwako litakuwa rahisi sana, namjua Mungu. Namjua Mungu. Tutakaporudi katika uhalisia sasa, unamjua Mungu kivipi? Namjua hivi, namjua hivi, namjua hivi. Nilisoma kwenye Bible alifanya hivi, nilisoma alifanya hichi, nilisoma ilikuwa hichi. Sawa, nimeelewa kweli unamjua Mungu. Je, unamheshimu? Hebu andika hapo, mimi namheshimu Mungu. Andika tu, jiulize hilo swali, mimi namheshimu Mungu. Alafu utakapoliandika hapo, ukalitafakari kichwani, yale majibu yatakayokuwa yanakuja vile ninavyozidi kukufundisha hapa, utapata jibu. Je, wewe upo kwenye fungu gani? Upo kwenye fungu la kumheshimu Mungu au upo kwenye fungu la kumjua Mungu? So tunasema kwa Mungu ni zaidi ya wazazi, ni zaidi ya baba na mama, ni zaidi ya tutasoma andiko kutoka kitabu cha Walumi sura ya kwanza kabisa mstari ule wa 21. Anasema hivi: kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu, wala hawakumshukuru. Glory to God. Wala hawakumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Anasema kwa sababu walimjua Mungu hawakumtukuza. Kuna mtu anamjua Mungu lakini anabaki nomo. Nitatoa mfano wa kibinadamu kwa sababu tunaishi kwenye maisha ya kawaida. Tumeona watoto wengi sana ambao wamewajua wazazi wao lakini hawajawaheshimu. Hawako proud na wazazi wao. Kuna mtu amezaliwa katika familia ya umaskini,
wazazi wake hawana uwezo, wazazi wake hawana mali, wazazi wa jirani wana mali. Huyu mtu anafikia hatua ya kutotaka hata watu wengine shuleni, kwenye maisha yake huko ya kawaida. Ameshajipata yuko kwenye mishemishe zake. Anaogopa kusema kwamba yule pale ni mama yangu mzazi au yule pale ni baba yangu mzazi. Anaogopa, anaona aibu kwa sababu ya hali walionayo, kwa sababu ya hali ya uchumi walionayo, kwa sababu hawana elimu. Anaona aibu kutotukuza wazazi wake. Lakini huyo mtoto anakuwa hana heshima kwa wazazi. Utakapomheshimu mzazi, you will feel proud popote pale kwamba huyu ni mzazi wangu. Hasa hapa anasema kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru. Hapa kuna kutukuza, kuna kushukuru. Kutukuza ni kitu fulani ambacho umekipa thamani, umekipa uwezo mkubwa, umekipa kipaumbele kuliko kitu chochote kile. Yani unakitukuza hichi kitu, hauko tayari kukipoteza, hauko tayari kukikosea, hauko tayari kuona kinaumia, hauko tayari kuona kinasikitika kwa ajili yako, hauko tayari kuona kinakosa mahitaji yake ya muhimu. Unakitukuza. Ndicho ambacho kwamba walimjua, kwa sababu walimjua Mungu, lakini hawakumtukuza. Haukai. Kuna mwingine ni mtu kabisa wa kanisani, anasema ameokoka, anasema anamjua Mungu, lakini wakati wa kwenda kanisani hayuko tayari kushika Bible hivi mkononi, hayuko tayari kushika Biblia hivi akaonekana kashikilia Bible. Hayuko tayari. Anaona aibu. Watu watamuonaje? Watu watamchukuliaje? Watu watamuona mshamba, kwa sababu amebeba Biblia mkononi. Lakini kumbe Mungu anatamani unapokuwa wake uweze kuwa proud. Yani uweze kujiona kwamba yes, mimi ni mtoto wa Mungu. Mungu ni baba yangu. Natembea katika ardhi ambayo aliiumba yeye. Na hema napumua kwa sababu nina pumzi ambayo yeye amenipa. Unamtukuza kwa kila kitu ulicho nacho. Unamtukuza kwa kila ulicho nacho. Yani mtu akikwambia hongera, we ni mzuri, mtukuze Mungu, yeye ndo ameufanya ule uzuri. Mtu akikwambia wow, I say, we dada umefanikiwa, sema I say, ni Mungu amenisaidia. Ni Mungu, ni mkono wa Mungu umenibeba. Napenda sana hii nyimbo, huwa wanaimba hivi: mkono wako umenibeba tu, mkono wako umenibeba tu, mkono wako umeniinua, mkono wako umeniinua. Sina sauti nzuri ya kuimba hii hapa, kama ili mradi umesikia nimeongea nini inatosha. So kwa nini? Yani mkono wa Mungu ndio ambao umenipa hii nyumba unayoiona. Ni mkono tu wa Mungu umenipa hawa watoto wazuri unaoona. Ni mkono tu wa Bwana ndio ambao umenipa huyu mume ambaye unamuona. Ni mkono tu wa Bwana ndio umenipa hii kazi unayoiona. Ni mkono tu wa Bwana. Hapo ni unamtukuza Mungu. Unamtukuza Mungu. Ndio maana kwenye Kumbukumbu la Torati anasema utakapopata mali usije ukajisifu ukasema ni akili zako, ukasema ni uwezo wako,
ukasema ni nguvu zako. Hapana. Hapa anachotaka Mungu ni umtukuze yeye. Anasema mlimjua Bwana lakini hamkumtukuza. Licha ya kumtukuza, hamkumshukuru. Hamkumshukuru kabisa. Kumheshimu Bwana ni kwa namna gani? Tukija kwenye mambo ya Bible, tukizungumzia namna ya kumheshimu Bwana, kuna vitu vingi sana unaweza ukavisoma. Unaweza kusoma kwenye kitabu cha Methali 3, unakutana na mambo ya kumheshimu Bwana kwa mali zako zote. Methali 3:9 unakutana na ile kwamba utamheshimu Bwana Mungu wako kwa mali zako zote. Kumbe kibibilia kumheshimu Mungu kuna namna nyingi sana. Hata kutoa ulicho nacho, kutoa mali ulionayo, kutoa fedha ulionayo, kutoa kitu ulicho nacho kwa ajili ya Bwana, umemheshimu. Hapo ndo unakuja kuwa umetimiza vitu hivi viwili. Umemjua Mungu na umemheshimu. Unaweza kumheshimu kwa mali, unaweza kumheshimu kwa mwili wako, unaweza kumheshimu kwa kazi, unaweza kumheshimu kwa matendo. Yani unaweza kumheshimu Mungu kwa namna mbalimbali. Sasa hapa kwa nini Methali anasema kwamba kwa nini kwenye Methali tunapata kwamba anasema kwamba mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Last week nilifundisha kwamba kuhusu masuala haya ya mazao na mifugo. Kwa nini watu wa zamani walikuwa wanatumia sana mifugo na walikuwa wanatumia sana vitu ambavyo wanalima? Ni kwa sababu walikuwa wanaishi kwa hivyo. Walikuwa wanaishi kwa kulima na kufuga. Wewe leo hii uko Dar es Salaam, unaishi Manzese, unaishi Sinza, unaishi Kinondoni, sehemu yoyote unaishi Kijitonyama, hakuna mashamba, hakuna sehemu ya kufuga, lakini mfugo wako una bakery, unapika keki. Mfugo wako una duka la vipodozi. Mfugo wako una kitu unafanya ambacho ndo kama mfugo. Kilimo chako una restaurant, sehemu unauza. Kilimo chako wewe umeajiriwa ofisi nzuri na unalipwa mshahara. Sasa Methali anakuambia mheshimu Bwana kwa mali yako na malimbuko ya mazao yako yote. Nikikuuliza hapa, wewe unajua au yamkini labda hujafundishwa, lakini acha nikufundisha leo na uweze kuelewa kwamba unapomheshimu Bwana Mungu kwa mali yako, kwa vitu vyako, Bwana anakujaza, Bwana anakuongeza, Bwana anakupa njia zingine na connection zingine za kuendelea kupata ili uweze kuendelea kuwa mwaminifu mbele zake. Ndio maana wenzetu mpaka leo ukienda Loma, KKT, wana Jumapili za mavuno, wana wiki za mavuno. Wanajua kwamba kuna mavuno ambayo tunayo sisi tunayapata. Na watu ni waaminifu mno, wanajua kwamba mavuno yangu mimi Bwana napeleka. Kuna wengine wanaletaga wanapeleka mbuzi, kuna mwingine anapeleka maziwa, kuna mwingine anapeleka mayai, kuna mwingine anapeleka ndizi, kuna mwingine anapeleka hichi, kuna mwingine anafuga anapeleka vifaranga. Yani kila mtu anapeleka kile alichonacho. Na kuna mtu anauza labda magari, anafanya biashara, anapeleka kile anachokifanya. Na huwa wanafanyaje? Baada ya vile vitu kufika pale,
huwa wanageuza tena vile vile vitu kuvifanya mnada pale pale, kwamba nani yuko tayari kununua huyu mbuzi ambaye mama fulani amemleta. Mtu ananyanyuka, mimi nitamnunua huyo mbuzi, huyu naye mimi hapa, huyu naye mimi. Wana exchange yule mbuzi kuja kwenye pesa. Lakini tayari wewe ambaye umeenda kufanya limbuko lako, Mungu ameshapokea ile sadaka. Mungu ameshaona umemheshimu. Mungu anataka unapomheshimu umuone yeye ndo kila kitu katika maisha yako yote. Yeye ni kila kitu katika kila ulicho nacho. Sio kwa akili zako, sio kwa elimu ulionayo, sio kwa mali ulizonazo, sio kwa chochote kile ambacho unacho, bali ni kile ambacho Bwana Mungu amekifanya katika maisha yako. Ndicho ambacho anataka ukionyeshe kwa moyo wa kumheshimu Mungu wako. Glory to God. Kwa hiyo ninapozungumzia leo kwamba ni vitu viwili kati ya kumjua Mungu na kumheshimu, unapaswa leo uweze kuelewa kwamba mimi nipo kwenye fungu gani. Jiulize tu hapo, upo kwenye fungu gani? Upo kwenye fungu la kumjua Mungu? Upo kwenye fungu la kumwelewa? Upo kwenye fungu gani ambalo upo wewe? Ukishapata jibu tu hapo, anza kulifanyia kazi. Upo kwenye fungu gani? Glory to God. Inasema hivi, kumheshimu Mungu kibibilia ni kuishi maisha ya utii, kuishi maisha ya utakatifu, kuishi maisha ya upendo, kuishi maisha ya kuthamini watu wengine, kuishi maisha ya unyenyekevu na utauwa mbele za Bwana. Mtu anamjua Mungu akianza kufanya vitu mpaka unajiuliza, huyu ni Mungu yupi ambaye anamjua? Ni Mungu yupi ambaye anamwabudu? Ni Mungu yupi ambaye anamzungumzia? Unakutana na mama, unaishi na mfanyakazi tu ndani ya nyumba, lakini mateso unayompa yule mfanyakazi ni kama vile unaishi na mnyama. Lakini hata maandiko au Biblia bado haijakuruhusu hata huyo mnyama mwenyewe kumtesa, maana ni kiumbe cha Mungu. Lakini kuna mtu anaishi na mtu mwenzie ndani, anamnyanyasa. Ni msichana wa kazi, wewe ambaye unajiita unamjua Mungu, anakula chakula cha jana, wewe ndo unajitengenezea kitu chako leo. Si mbaya, kuna viporo kwamba tupashe tule, lakini isiwe kwamba ndo tamaduni yeye hastahili kula kitu kizuri. Mimi mwenyewe nyumbani kwangu waga sipendi kabisa viporo vimwagwe. Yaani tamwambia okay, leo kuna kiporo kimebaki cha jana cha lini, leo hamna kupika, tule viporo tu. Atakayepikiwa humu ndani ni baba peke yake, lakini anajua kabisa kwamba okay, vilibaki vyakula, tumekula, mama kala pia, ndugu wengine wamekula, lakini aliyepikiwa chakula kipya ni baba. Lakini mama naye pia akala kwa sababu anamlisha baba, kala, anaelewa Lakini kuona kwamba yule hastahili kula vizuri, hastahili kuvaa vizuri, hastahili chochote kile kizuri, ni kosa. Huko ni kutomheshimu Mungu, ni unamdhalilisha Mungu, kwa sababu unasema wewe ni mtu wa Mungu na matendo yako ni tofauti. Utamheshimu Mungu kwa mwili wako. Kuna wengine wanamjua Mungu lakini hawamheshimu Mungu kwa mwili au kwa miili yao. Mwili wa mtu anayemjua Mungu, mwili huo unafanya vitu vingi vya ajabu. Haumheshimu Bwana. Lakini maandiko yanakuambia, hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu takatifu la Roho wa Mungu? Ni hekalu la Roho Mtakatifu. That means unapo respect mwili wako, umemheshimu Mungu. Maana ndani ya mwili wako ambaye wewe unamjua Mungu, anaishi Roho Mtakatifu, anaishi Roho wa Mungu. Roho wa Mungu hawezi kukaa sehemu chafu. Kwa ili uweze kumheshimu Mungu pia, heshimu mwili wako.
Wewe ni binti, wewe ni mama, wewe ni kaka, unaniangalia hapa. Je, mwili wako unauheshimu? Unautunza? Unamheshimu Mungu kwa mwili wako? Ask yourself. Kaa tu, yani kuna sometimes tu kaa, jitafakari. Kama ni mkaka, chezea ndevu kama zipo, lakini kuna wengine hawana. Chezea ndevu, chezea hivi. Kama ni mdada, kama una nywele huo unafanya hivi. Hata kama ni fake, wewe fanya tu hivi. Au yani kaa pale, alafu jiulize, ask yourself, na mheshimu Mungu mimi na mwili wangu? Na mheshimu Mungu kupitia mwili wangu? Majibu yatakayotoka yakakwambia kwamba kwa mwezi unakutana na John mara ngapi, tayari ni jibu tosha kwamba humheshimu Mungu hata kidogo. John hajakuoa, lakini kwa mwezi unakutana naye zaidi ya hata zile siku 30. Unaelewa kuna siku 30, lakini wewe unapitiliza hata zile siku 30, idadi inapita. Sasa ndo najiuliza, huwa unaenda kwa siku mara 3, unaenda kwa siku mara 2, yani inakuja mpaka unapitiliza. Umheshimu Mungu kwa mwili wako. Mwili wako unapaswa pia umheshimu, yani mheshimu Mungu kwa mwili wako. Wewe ni binti, hujaolewa, usikubali mwili wako kuwa sehemu ya majaribio, kuwa sehemu ya kuchezewa, kuwa sehemu ya kumtukanisha Mungu, kuwa sehemu ya kumdharaulisha Mungu ambaye unamtaja. Usikubali. Hakikisha Bwana anaheshimiwa kupitia kila ulicho nacho. Kumshukuru Bwana. Anasema kwa kuwa walimjua Mungu na hawakumtukuza, lakini hawakumheshimu, hawakumshukuru. Kuna mtu yani wewe from January to December hujawahi kushika bahasha hivi. Bahasha ambayo roho inakuuma, ukaishika hivi, ukachukua ukaipeleka kanisani, madhabahuni, kwamba hii sadaka nimeileta, ni shukrani yangu mbele za Mungu. Japo kinachotakiwa ni kila Jumapili uwe unamshukuru Mungu. Kuna wengine wanafikiria kwamba kumshukuru Mungu ni mpaka awe ana gari, amenunua nyumba, amejenga, au kuna wengine wanapata hadi watoto, lakini hawashukuru. Wanaona ni kawaida, wanaona ni zile style walizofanya ndio zimewafanya wamepata mtoto, lakini ukweli ni kwamba ni neema. Kuna watu ambao wanafanya kila kitu na hawapati hawa watoto. Kwa hiyo shukuru, kumshukuru Mungu kwa kila unachokipata. Kila kinachokuja mbele yako, mshukuru Mungu. Andika hapo, Mungu nisaidie kuanzia leo nijue namna ya kukushukuru. Maandiko yanasema usipojua kushukuru kwa kidogo, hata kikubwa hutaweza. Kwa jenga mazoea, jenga utaratibu wa kumshukuru Mungu hata kwa kidogo, hata kwa kiasi. Umebeba mimba, mshukuru Mungu, mwambie Baba asante kwa hii mimba. Wako wengi wanaomba mimba hawapati, mimi umenibariki. Ukiwa kwenye ndoa lakini mshukuru. Na hata kama imetokea bahati mbaya, vyovyote vile ukabeba huko kabla ya, mshukuru pia Mungu. Ana sababu na hilo. Wewe ni single mother, ana sababu kwa nini uje kuwa single mother. Lakini baada ya hapo kuna maisha yako utayatengeneza. Mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu, Baba leo nimekula, hii wiki nzima nimepata chakula na watoto wangu tumekula. Umempa riziki mume wangu, tumepata chakula. Jumapili ya leo nimekuja kukurudishia shukrani ya 1000 hii hapa. Kuna wengine wiki nzima wamestruggle kupata kula. Mimi ni nani nimepata? Mshukuru. Kumshukuru Mungu ni kwenda kwa wale ambao mawakili wake ambao wako chini yake, wako ambao wanamtumikia. Unaenda kumshukuru kwao, maana Mungu
huwezi kumuona, hawezi kushuka vup, unamshukuru kupitia hao. Kuanzia leo nataka ujue namna ya kutofautisha hivi vitu viwili. Ukishajua kuvitofautisha, vifanyie kazi vyote. Mjue Mungu na umheshimu. Mheshimu kwa mali zako, mheshimu kwa mwili wako, mheshimu kwa matendo, mheshimu kwa kila ulicho nacho. Utaona Mungu akikutendea vitu vikubwa sana. Utaona vitu vyako ambavyo vinanyooka. Sometimes shetani anaingiza vitu ndani yetu kuweza kutufanya tusiweze kuona kwamba tunapaswa kumshukuru Mungu hata kwa yale madogo. Lakini leo nataka nikuombee huyo roho ambaye anakuwa anaingia ndani yako na kuzuia kuweza kufanya usiweze kumshukuru Bwana Mungu wako, usiweze kumtukuza Bwana Mungu wako. Kuna wengine ambao wanapata mali kutoka kwa Bwana, lakini wanakwenda kufanya vitu vya ajabu, wanakwenda kuchezea kwa namna mbalimbali. Mungu anawapiga, wanaanguka, wanakuwa hawana pa kushika tena. Hawajui ya kwamba walikosea sehemu, walikosea kujua ya kwamba wakutukuzwa katika kila kitu ni Bwana, ni Mungu pekee. Na Mungu akikusaidia, maisha yako ya mwaka huu na miaka yote na kuendelea, utafanikiwa. Utamuona Bwana akikutetea, utamuona Bwana akikusaidia, utamuona Bwana akisimama moja kwa moja katika mambo yote ambayo kwako yalikuwa magumu miaka yote. Utamuona Bwana akitengeneza wepesi, yani wepesi kwenye dili zako zote, wepesi kwenye kazi zako, wepesi akitengeneza. Utashangaa, maana utakuwa unamkumbuka, utakuwa unamheshimu kwa mali zako. Hatokubali ufilisike, hatokubali kazi zako zistop, hatokubali madini yasitoke, atakubali kila kitu kitoke ili uweze kumshukuru kwa mali zako. Baba wa mbinguni, asante kwa ajili ya mtoto wako. Asante kwa ajili ya mwanamke huyu. Asante kwa ajili ya kaka huyu ambaye jioni ya leo amenitazama. Baba, ninamuombea neema ya kutambua ya kwamba Bwana, kila alicho nacho kinatoka kwako. Anapaswa kukutukuza, anapaswa kukuheshimu kwa mali zake, akuheshimu kwa afya yake, akuheshimu kwa kila kitu alicho nacho. Baba, asante kwa ajili ya maisha yake hapa duniani. Baba, yamkini sio akili zake, Ibilisi amefunga fahamu zake asiweze kuona wema wa kuweza kusimama katika kukushukuru. Jehova, ninamwombea jioni ya leo Bwana, nenda kabadilishe akili zake, kamfanye akakumbuke ya kwamba vile alivyo ni mkono wako tu, kamfanye akakumbuke ya kwamba vile alivyo ni nguvu zako tu, vile alivyo ni kwa ajili yako Bwana, vile alivyo ni kwa nguvu zako Jehova. Bila wewe asingefika popote, bila wewe asingeweza. Kuna mwingine anajipa moyo ya kwamba kuna mganga alimsaidia, kuna mtu alimsaidia, lakini amesahau ya kwamba umeruhusu aweze kuwa salama kwa sababu bado unampenda Bwana. Nenda kamkumbushe akushukuru Jehova, akushukuru Bwana, akutafakari ya kwamba wewe ni Mungu. Hakuna anayeweza zaidi yako, hakuna mwenye nguvu zaidi yako, hakuna mwenye mamlaka zaidi yako. Hata mganga anayemsaidia hawezi kufanya lolote bila nguvu zako Jehova. Kamkumbushe Bwana akajua ya kwamba hata kuamka kwake ni wewe. Kamkumbushe Jehova akajua ya kwamba hata kutembea kwake na kurudi nyumbani ni wewe, sio yeye, sio kwa akili zake, sio kwa gari alilonalo. Mkumbushe Jehova. Kumbusha mwanamke huyu ya kwamba alipoamka kwenda kwenye mihangaiko, mambo mengi angeweza kumpata, lakini Bwana ulimlinda na ajali, ulimkinga na mabaya, na akaweza kurudi salama kwa familia yake. Kumbusha Jehova. Asante mfalme wa amani, asante Mungu mwenye nguvu. Nenda kabariki familia zao, kabariki nyumba zao, kabariki kazi zao, kawatetee Jehova, kawaonekanie, kawajaze mema katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini, amen. Mungu akubariki sana.
Naitwa Pastor Lily IPM. Kama nilivyokuambia ya kwamba ninajihusisha na huduma ya wanawake wote kutoka sehemu mbalimbali. Mungu amenipa hiyo neema ya kuweza kuwahudumia. Unatamani kuweza kusema nami, kuomba pamoja, usiwe mzito, nitafute uwe na amani. Nitasema na wewe, nitaomba na wewe, na mkono wa Mungu utakufikia na kuweza kukuokoa, na Mungu atakusaidia na kubadilisha maisha yako na kukufanya kuwa imara na kukusimamisha tena, na kila kitu kitakuwa sawa katika maisha yako. Mungu wa mbinguni akubariki sana, akutende mema na kukuonyesha mambo makubwa ambayo akili yako na mawazo yako hayajawahi kufikiria. Unaweza kujiungamanisha na ibada hii pia kwa kutoa sadaka. Namba ya simu hiyo hapo na jina hilo hapo. Mtolee Mungu sadaka kile ambacho unaona unaweza kuwa sehemu ya ibada, na Mungu akubariki sana. Tukutane wakati mwingine. Thank you so much.